Kasongo tupeleke wapi? Kule Sugoi. Sugoi direct. Kwa sababu maovu ni mengi na umetajiwa na wenzangu. Lakini tujiulize jambo moja tu. Juzi wiki mbili nilitangaza kwamba Kasongo umeuza watu wetu kule Russia. Leo hii watu wake wamethibitisha kwamba kweli Wakenya zaidi ya 1000 wako kule Urusi. Tunataka kuuliza Kasongo na tumuulize hivi. Kwa sababu serikali ya Urusi inalipa 7,000 kwa kila mmoja ambaye anauliwa. Wale wameuliwa, pesa yao imepelekwa wapi? Tomugerabu. Aui! Kasongo muuaji. Alafu anachukua pesa ya wale ambao wameuliwa kule. Wakati nimesema kwamba watu wa IEBC wanafanya mpango na National Registration Bureau. Wakifanya hii inaitwa Integrated Population Research Service. Sasa imethibitishwa kwamba kama vile ndugu yangu kiongozi Kalonzo Musyoka amewatajia, huyu mkora kutoka Sudan ako na passport ya Kenya. Tunataka Kasongo tuambie, ndio upate passport ya Kenya lazima uwe na kitambulisho ya Kenya. Ndio upate passport ya Kenya lazima uwe na e-citizen account. Huyu mkora na wale wengine kutoka Zimbabwe walipata vitambulisho ya Kenya mwaka gani? Walipata e-citizen account mwaka gani? Na kama wako na vitambulisho ya Kenya, ndio sababu Kasongo anasema ati atashinda uchaguzi. Kwa sababu kama wako na vitambulisho, wako na passport, ni kumaanisha kwamba hao wakora wanaweza andikishwa na IEBC na wapige kura hapa Kenya. Ndio tunaambia IEBC, ile mtambo ya Smartmatic lazima hiyo contract ifutiliwe mbali mara moja. Harambee! Harambee! Wenzetu, mambo yale Kasongo amefanya katika nchi hii ana shida akisema ati watu wamwambie ati anasema watu muonyeshe ajenda yetu. Ati yeye atachaguliwa kwa sababu ya ile kazi amefanya. Kazi yetu ni hiyo ya kupora mashamba hapa maana. Kazi yake ni hiyo ya kusema vijana wauliwe. Kazi yake ni hiyo ya kusema wakora kutoka Sudan ambao wanaua Wakristo kila siku wakuwe wapigaji kura hapa Kenya. Hiyo ndiyo kazi ile Kasongo anasema tutamtia. Watu wetu wa Nakuru, hapa Maemayo, hapa Naivasha kwa dada yangu Jane Kihara. Nataka tutoe kwa kauli moja, Kasongo ni one time. Harambee! Harambee! Asanteni sana, Mungu awabariki na tuendelee kuzungumza. Haya, tuko with our cousin from the Mlembe Nation. Duwe kijana wa Malo walikuwa na